السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، الصلاة والسلام على رسول الله المصطفى وعلى آله وأصحابه ذوي الشرفاء. أما بعد، عن حديث روي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير. في رواية الحديث عن أبي سعيد كذلك ذكرته. Elezea kuhusu zakatul fitri. Jina la kwanza yaitwa zakatul fitri, jina la pili yaitwa zakatul badani. Ni majina. Zakatul fitri ni nini? Zakatul badani ndio hiyo zakatul fitri. Zakatul fitri ni zaka ambayo yatolewa. Kuna zakatul mali pia, hiyo tofauti. Zakatul badani na zakatul fitri ni kitu kimoja, kama kusema huyo ni binadamu, this is a human being. Yani hiki ni Kizungu, hiki Kiswahili. Hii badani ni jina la zakatul fitri pia. Zakatul fitri yatolewa kabla ya siku ya Idi. Ni zaka yenye kutohirisha yale madoa na kasoro, kurekebisha na kutohirisha na kurekebisha yale madoa yetu sisi ya saumu. Pengine katika saumu umefunga, bahati mbaya wewe ukameza matembe ya wali katika mdomo, kupiga mswaki, bahati mbaya uruhusi kula, kupiga mswaki, bahati mbaya ulimi ukapitisha tembe moja ya wali na ni mchana. Mwanadamu kusahau kwingi, ukaipeleka na ulimi tembe ile ikapita kwenye tumbo, basi pale uruhusi kula, uruhusi kufunga. Au pengine bahati mbaya umekohoa likapita, unajua kohozi ikija mdomoni kisha ulipitishe kwenye tumbo, saumu huna. Lakini ikiwa ni bahati mbaya umekohoa kamasi la mdomoni kisha ukalipitisha tumboni kamasi lile, saumu uko nayo. Na mengineo. Ukalala bahati mbaya, inzi akaingia, au kusudi inzi akaingia bahati mbaya, mwanadamu amelala, ni nusu kufa. Kulala ni nusu kufa. Inzi akaja mdomoni kwa sababu tumbo halina kitu, ukaona pengine ni Mungu amekutolea nafasi ya kushiba, inzi ukammeza, saumu iko. Ni kosa lile umelifanya, lakini saumu iko. Mwenye kula mchana wa Ramadhani mpaka akashiba, wa huwa sahin,
na yeye amesahau. Saumu anayo. Man akala wa huwa nasin, amesahau kwamba amekula, watu wafunga wakati mpaka kashiba kabisa, nakumbuka kumbe ni mwezi Ramadhani huu, ashashiba tumbo lake. Saumu anayo bado vile saumu anayo. Sasa ni mengi. Umekaa hivi ukashipata matamanio mchana Ramadhani, ukatoka na manii. Saumu vile iko, ufai kufungua. Kuna matamanio ya kusudia, kuna matamanio yamekuwa mengi kwako, basi manii yakatoka. Hukumu za mtu, lakini hukumu za mtu yoyote dunia hii, lakini ukatoka na manii, ni binadamu. Lakini maji ya kiume yamekuwa mengi yakakutoka, ni binadamu bado. Saumu iko vile. Sasa hii zakatul fitri, katika yote yenye kupitika katika mchana wa Ramadhani yalifanyikia sisi. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa amri ya Mwenyezi Mungu ametuwekea hii zakatul fitri kurekebisha yale makosa ya ndani ya mwezi wa Ramadhani. Ukiitoa, basi yale makosa ambayo ameyafanya Mwenyezi Mungu kusamehe makosa yake, kisha saumu yako ikapita moja kwa moja kwa Mwenyezi Mungu, Mungu akaikubali saumu yako. Ndio ikawekwa zakatul fitri, yatolewa kwa kila mtu ambaye amebaleghe, kwa kila ambaye hajabaleghe. Yani watolewa baba atoa, mama atoa, ile last born kitina mimba atoa, yani watu wote nyumbani wanatoa. Kiwango chake ni kilo 2.5. Kiwango chake ni kilo 2.5. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi mbili nimesoma hapa, hakusema pesa. Hata jumhur ya wanazuoni qalu an takhruja zakat al-fitri malan, qalu ala immata, wamesema utoe mali si pesa. Mali ni hizo zitu nimetaja kwenye kale, nitazifasiri sahihi labda zielewe. Hawakusema pesa kwa sababu zama za Mtume dirham zilikuwa, dirham, dananir zilikuwa, rial zilikuwa zile. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kuwa mtu atoe hizo ambazo nimezitaja hivyo. Kiwango ni kilo 2.5. Ikiwa basi yajuzu ikhrajul qima inda almaslahati arrajihati, yafaa kutoa kima cha pesa ikiwa kuna maslahi, yani hakuna namna ya kutoa zile nafaka, ni lazima utoe hiyo mapeni, yani hakuna namna. Lakini hii ni kwamba baada ya kushindikana kutoa zile nafaka, hakuna namna yoyote, ndio upige kiwango cha zile nafaka utoe mapeni. Baada ya kuwa imeshindikana, hakuna budi. Lakini halali ya kuswihi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kutoa nafaka. Mtume ametoa nafaka. Hii zakatul fitri imefaradhishwa mwaka wa 2 wa hijra. Mtume tayari ashabure kwa Madina. Zakatul fitri imefaradhishwa mwaka wa 2 wa hijra. Mtume tayari ashabura, yuko ndani ya mji wa Yathriba, Madina. Ukitoa zakatul fitri, wahesabu yule ambaye umefunga naye tangu tarehe mosi ya mwezi wa Ramadhani mpaka mwisho wa siku ya kuangalia mwezi, wahesabu ndio wangapi, kuanzia wewe mpaka yule kitina mimba ulomzaa. Leo jioni muangalia mwezi, utamtolea uliyemzaa akatoka katika tumbo la mama
jioni leo tuangalia mwezi, asubuhi ukamzaa, au ukamzaa saa 10 kabla ya adhana, yani ukamzaa kabla ya Idi, ukamzaa kabla ya mwezi kuandama, utamtolea kabla mwezi haujaandama wa Idi, wa kuangalia Idi Shawwal, basi utamtolea zakatul fitri. Ulomzaa baada ya mwezi kuandama, huyo hayumo. Ukiitoa zakatul fitri baada ya watu kuswali Idi, hukutoa, haiswi, haikubaliwi. Umetoa zakatul fitri watu washaswali Idi, haikubaliwi. Haikubaliwi vipi? Ikiwa una uwezo wa chakula cha siku ya Idi kiko ndani ya nyumba, kimekuzidi mpaka chabakia, sasa kile chenye kubakia kile utahesabu ni wangapi ambao nimefunga nao Ramadhani tangu tarehe mosi. Wote wale, kuanzia wewe mwenye nafsi yako, mke wako, wanao na wale wote waliomiliki ndani ya nyumba, wote umefunga nao Ramadhani mpaka mwezi mwandamo wa Idi, hao wote utatolea zakatul fitri kilo 2.5. Tena ni kile chakula ambacho wewe unakitumia mwaka mzima, ni kile chakula ambacho wewe wakitumia mwaka mzima. Kama wewe tabia yako ni kula sima mwaka mzima, au ule chakula kingine, utatoa ule unga sima. Ikiwa ula ngano mwaka mzima, ule chakula kingine utatoa hiyo ngano. Ikiwa una mix, unachanganya, wakati mwingine ula ngano, wakati mwingine ula pichori, ula biriani, sindano, matoke, yani sima, unakula kuchanganya, basi lazima pia utoe namna hiyo. Mwaka mzima vile unapokula ndio namna hiyo unapotoa. Si wewe wala pichori mwaka mzima, pichori ni ghali, utoe biriani, haiswihi zakatul fitri yako. Wewe labda utoe bora zaidi, lakini ufanye kutoa duni zaidi. Utoe bora zaidi ya kubaliwa, kutoa duni zaidi haikubaliwi. Na duni wewe uje kutumia pia ufanye kutoa. Kile wewe uje kutumia ufanye kutoa. Yani inamaanisha wewe ulikuwa ukila mchele wa ghali, kisha ukanunue lokali kwa sababu hutaki kutumia gharama nyingi ya zakatul fitri, haiswihi pia. Ni ile kitu ambacho, chakula ambacho mwaka mzima kabla ya Ramadhani haijaingia, wewe watumia, una hakika hiki vinatumia hiki mwaka mzima, hicho ukitoa zakatul fitri itakubaliwa. Hicho ukitoa zakatul fitri itakubaliwa. Ikiwa wachanganya, basi pia huko kuchanganya kwako, ukichanganya ukitoa zakatul fitri yakubaliwa. Lakini kutoa mapeni mpaka kwenda dharura kubwa sana haikubaliwi mapeni, sababu zama za Mtume zilikuwa dirham, riali, nukudi zote zilikuweko. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallama hakutoa pesa. Mtume ametoa nini? Ametoa hizi nafaka. Ndio hadithi ya kwanza ya Mtume sallallahu alaihi wasallama kutoka kwa Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallama faradha Rasulullah, amefaradhisha Mtume wa Mwenyezi Mungu zakatul fitri, zaka ya fitri. Limesema kwa jina lingine zakatul badani, yani inatolewa mwili, yani yale mwili uliyofanya kwa makosa ya kusudi au bahati mbaya, ndio mwili zakatul fitri inatahirisha. Hiyo zakatul fitri ndio yatahirisha hayo makosa ya mwili uliyofanya. Maana mwili ni nafsi na bongo na akili na mawazo kusaidiana kufanya makosa. Sasa ndio wazazi akasema yaitwa zakatul badani kwa jina lingine. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam imeitwa zakatul fitri. Fitri ni umbile kwa lugha ya Kiarabu, umbile.
Umbile ndio mwili una miguu, mikono, kichwa, moyo na kila kitu ambacho ndio maumbile hayo. Hayo ndio maumbile. Kwa lugha nyingine, zakatul badani, zaka ya mwili, wautolea mwili, makosa ya mwili yaliyofanya mwili ndio watolea zakatul fitri, ili mwili wako kutahirika, ili Mola Tabaraka wa Taala ukishatoa hiyo saumu yako yapanda moja kwa moja, Mwenyezi Mungu aipokea saumu yako na itakuwa imeswihi moja kwa moja. Faradha Rasulullah, amefaradhisha mtume Mwenyezi Mungu sallallahu alayhi wasallama zakatul fitri, zaka ya fitri, kutoa sa'an min tamrin, pishi ya tende, au sa'an min sha'ir, au pishi ya ngano. Wa fi hadithi Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu qala, kutoka kwa riwaya nyingine ya Abi Sa'id al-Khudri radhiya Mwenyezi Mungu ifikie yeye Abu Sa'id al-Khudri, qala, wa mtume amesema, tulikuwa sisi mtume na masahaba wake na wengine wote walikuwa na mtume zama hizo, nukhriju zakatul fitri, tutoa sisi zakatul fitri, sa'an min tamrin, pishi ya tende, au sa'an min sha'ir, au pishi ya ngano, au sa'an min aqdin, au pishi ya aqdin. Aqdin ni nini? Huwa labanun mujammadun au mujaffafun, yani maziwa yaloganda, bimaana maziwa ya unga. Maziwa ya unga, maziwa ya unga ni kama hiyo ngano, mahindi, mchele, maharagwe. Sasa hiyo imeingia katika fungu la mchele na maharagwe na zinginezo, ndio maziwa ya unga yaitwa labanun mujammadun mujaffafun. Ndio maana sa'an min aqdin, yani pishi ya aqdi, ya maziwa ya unga, ndio wafaa kutoa zakatul fitri. Maziwa ya loganda, maziwa ya unga, maana unaweza toa zakatul fitri. Au sa'an min zabibin, au pishi ya zabibu. Zabibu, maziwa ya unga, ngano, tende, maharagwe, mchele, pojo, wahaluma jara and etc. Na zilofana hizo pia ziko nyingi, zilofana hizo, bimaana unga wa sima huko, unga wa ngano huko. Sasa na zinginezo zote ambazo zifanana na hizo ambazo mtume sallallahu alayhi wasallama amezitaja, ndio jumhur Abu Hanifa, Al-Hasan al-Basri, Umar ibn Abdul Aziz, Sufyan al-Thawri wa Abu Yusuf, wote hawa wasema ikiwa kuna dharura basi ya kutoa pesa waweza toa. Ikiwa kuna dharura ya kutoa pesa waweza toa pesa, lakini walaqad ittafaqa al-jumhur al-ulamai ala adami jawazi ikhraj al-qimati zakat al-fitri, yani hakuna ruhusa kufaa kutoa kima cha mapeni katika zakatul fitri. Haikusihi kwa mtume hiyo. Kwa mtume hakutoa pesa, na zama zake pesa zilikuwa, lakini mtume alitoa nafaka. Sasa ni uzitoe nafaka kama mtume alivyotoa nafaka. Ikiwa kuna dharura kutoa pesa, sasa hapo utaangalia dharura, utapiga kilo 2.5 ikiwa, lakini yani hiyo ikiwa kuna kutoa pesa. Sasa ukifuata maimamu kwamba kuna dharura, sasa hapo unatoa. Kama kuna maslahi ya kutoa ile pesa, maslahi yapatikana na kutoa pesa, utoe pesa, lakini kilo 2.5. Sasa ikiwa ni kutoa pesa sio kilo 2.5, sasa kwa Abu Hanifa amekataa, ni kilo 3.5 utazidisha. Sasa kwa Abu Hanifa ukitoa kama mtume alivyotoa, utafuata maimamu wote waliobakia, utatoa kilo 2.5 nafaka
utatoa kilo 2.5 nafaka. Ikiwa watoa zaidi ya watoa pesa sasa, utatoa kilo 3.5. Uruhusiwi kutoa kilo 2.5. Kwa Abu Hanifa na imamu wengine ambao wameungana na Abu Hanifa wamekubali waweza kutoa nafaka, lakini kilo 3.5. Kilo 3.5 ndio utoe pesa. Sasa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam utatoa nafaka peke yake. Mtume amekubali nafaka kwa ajili hadithi hizi mbili. Ya kwanza, an Abdullah ibn Umar radhiallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nimefasiri zote. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr sa'an min tamrin aw sa'an min sha'ir. Wa fi hadithi Abi Sa'id al-Khudri radhiallahu anhu qala kunna nukhriju zakat al-fitr sa'an min tamrin aw sa'an min sha'irin aw sa'an min aqtin aw sa'an min zabibin. Hizo ndio zitu ambazo Mtume sallallahu alayhi wasallam ametoa katika zakatul fitri. Alafu lingine namalizia, hakuna ujanja kwa wewe tajiri utatoa pesa kwa maskini ambao hawajiwezi na mayatima, alafu wewe umehalalishwa kula mchana Ramadhani. Hakuna hilo. Mimi tajiri na miliki manyumba na magari na mapesa mengi banka, sasa naruhusiwa kutoa za mapeni kwa watu, zaka na sadaka na futari na daku, alafu mimi naruhusiwa kula tu. Hakuna. Wewe utatoa futari yako kwa watu kama ni tajiri, waruhusiwa kutoa zakatul mali yako, zaka mali yako kwa wale asnafu thamani, watu wanane wanatoka katika Qur'ani. Kisha wewe utafunga kama kawaida, ili saumu ikwambate, usikie dhiki ya ndani, usikie dhiki ya kiu, mambo ya pesa yako yakae kando hapo. Ikiwa una uwezo, umemiliki mabilioni, ati mimi naruhusiwa kutoa kisha mimi ile mchana Ramadhani, hauruhusiwi. Wewe utatoa zaka mali yako, uwape wale Qur'ani iliyotaja asnafu thamani, mafungu 8 wote waliotajwa, uwapatie zaka mali yako. Ukimaliza utatoa zakatul fitri, ukimaliza utafunga Ramadhani mpaka iishe. Na lau utakula, adabu yako utafunga na kutoa kibaba tena. Ukilipa utafunga na kutoa kibaba, unafunga na kutoa kibaba, kwa sababu Mungu la kusudi. Nimesema nyuma, mwenye kuruhusiwa kula ni yule mzee ambaye ni mkongwe, ngozi imekunjana kunjana, akili yake imepiswa, afia hana, hajielewi, duniani hayupo, atafutwa akhera pia hajafika, pia ako katikati. Ukimwambia mma asema mawe, ukimwambia mawe asema mma, haelewi ni nini azungumzacho. Huyo ndo hafaa kula, kisha huyo atatolewa kibaba. Na yule mgonjwa ambao la yurja buruhu, haruhusiwi, yani ule ugonjwa wake hautarajii kupoa tena. Alikuwa mgonjwa kabla ya Ramadhani, au Ramadhani ikaingia ghafla akapata ugonjwa, ukawa katibiwa, hautaki kupoa, atakula yule, atakula, lakini atatolewa kibaba. Atatolewa kibaba kila siku ya Ramadhani, kibaba kila siku ya Ramadhani, kibaba kila siku ya Ramadhani mpaka Ramadhani imalizike. Je, wafaa kuwapa watu pamoja wafaa kutoa kidogo, watoe, wape watu kadhaa, watoe, mpe mtu kadhaa mpaka Ramadhani kaishi. Kila siku kibaba, kila siku ile ya Ramadhani, na hivyo kibaba vyako ile ya Ramadhani mpaka ikaishi. Sasa haya maneno. Kisha msafiri anayesafiri safari ya halali, safarul mubahi, safari ya halali, kilomita hapa paka Malindi, hapa paka Nairobi, hapa paka Busia, yani mahala ambapo pamezidi kilomita 52, mahala ambapo kumezidi kilomita, hapo paka Lungalunga yakubaliwa pia, hapa paka Lungalunga yakubaliwa, ni mbali. Sasa hapo waruhusiwa kula, lakini safarul mubahi, safari ya halali, safari ya masia utafunga, lazima ufunge. Lau umetiania hapa ni safari ya halali, ukaenda katikati kule ukageuza nia yako,
wahesabia safari ya halali bado mpaka ufike, mpaka urudi. Utakwenda thawabu mpaka ufike. Ikiwa katikati huko ikageuka safari yako ikawa sasa nafikiria mtu fulani kule kafanya yeye maasi, sasa huko sasa ni mbele, lakini thawabu ziko vile vile, ni halali hiyo mpaka ufike. Umetia nia huku safari yako ni ya haramu ya maasi, basi ni haramu mpaka ufike. Hata ukifika kule katikati ujiguzania yetu ni haramu, ni haramu mpaka ufike. Yani sharti ya Mungu na Mtume sallallahu alaihi wasallama haina kubambanya. Sheria ya Mwenyezi Mungu na Mtume, ambaye sheria ya Mwenyezi Mungu ndio hiyo ya Mtume na Mtume ndio hiyo ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallama wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, mpaka mwisho wa ayati. Mtume hatamki isipokuwa atamka kwa matakwa ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ndio lazima kutolewa zakatul fitri kabla ya kuswaliwa Idi. Kutolewa zakatul fitri kabla ya kuswaliwa Idi. Ukiwa utatoa baada ya Idi na uwezo ulikuwa nao kutoa kabla ya Idi, ukatoa baada ya Idi, ukitoa umetoa chakula cha kawaida, hukutoa zakatul fitri. Umetoa chakula cha kawaida, hukutoa zakatul fitri, haikusihi. Mfano uko na uwezo kweli, hakika huna uwezo kweli, hakika huna uwezo, ukapata baada ya Idi ukatoa, yakubaliwa. Lakini ukabambanya mambo kabambanya mpaka siku ya Idi, na wewe unajua kweli unayo hakika ile kiwango cha kutoa cha wewe mwenyewe na wanao na mke wako na kila ambaye umefunga naye ndani ya nyumba yako, ukabambanya ukutoa kusudi, ukatoa baada ya Idi, haikusihi. Na saumu yako inakuwa muallaqun baina samai wal ardhi. Saumu inatundikwa baina mbingu na ardhi, ya kusubiri kuitolee. Siku ukiitolea itakwenda, siku ukitolewa utaregeshwa, upigwa na macho, itakuwa ufunga bure, umekananda bure, umejitesa bure, umeumia bure. Hata angalau ungekuwa umekula pia ingekuwa ni afadhali kuliko umejikananda bure, umeumia bure mtana wa Ramadhani, na Mungu somo yako hakuipokea, Mungu somo yako hakuitukua, hakuikubali pia Mungu somo yako, imekuwa ni haba manzura. Itakuwa mfanya kazi ya wasali kwa mfanya kazi ya kanisa, ingawaje kanisani padri pesa anazopata ni nyingi, lakini waswahili wasema umfanya kazi ya kanisa. Hata wangesema umfanya kazi ya msikiti, kazi ya msikiti haina pesa, lakini waswahili wasema umfanya kazi ya kanisa. Kanisani pesa ziko, kwa sababu yule pastor, padri, mchungaji, siji nani, bishop, wote wakikaa baada ya miaka fulani, masiku fulani, miezi fulani, pesa walizopata pale kwa miezi miwili au mwaka mmoja au miezi 6 au miaka miwili au mitatu au miaka 10, hiyo pesa wanaopata amemshinda mwalimu alokaa kufanya kazi ya uimamu miaka 40. Pesa anopata pastor na padri amemshinda imamu anaokaa kwa msikiti kusalisha watu, kusomesha watu Qur'ani na hadithi na masomo fiqh na kila kitu. Amemshinda yule padri na bishop, amemshinda imamu alokaa katika msikiti kuhudumia Mwenyezi Mungu na waumini miaka 40, miaka 50, miaka 60, miaka 70, mpaka umri wake unaisha, ndio kunyauka utoka, akazazi tukuu, akazazi libwekeze, hana, ni fukara namba 1. Chakula cha kuwasha jikoni pia hana, ndio maisha yake. Sasa kuna wale wenye kuomba, kuna wale wenye kujikaza nyumbani, nipe kisabuni Mungu atanipa, Mungu atanipa. Basi hao wako, lakini wachache. Wengi ni wenye kuomba kule, kama ni wanawake wavae ninja, saidia masikini, sababu huku mwenyewe pia baratabu cha kuwasha jikoni na futari hana, cha daku hana, hajui afanyeje. Sasa tabidi avae ninja, ende tauni pale Pakistani na huko tauni yote, Chuda, Ganjoni, Nyali, ende avae ninja aombe. Bako paka wanaume wengine pia uvanishe na buibui na hijabu na ile abaya, ende aomba. Lakini ni mwanaume amevaa ninja, sababu akienda kwa kofia tulikuwa mwanaume aomba. Kwani huwezi kukoga zege wewe? Huwezi kufagia barabarani, huwezi kuomba kazi ukapata wewe haibu sana. Mato yako timamu, akili timamu, mikono timamu, miguu timamu, alafu omba aibu. Sasa wengine pia siku hizi wanavaa abaya na ninja, wanaume wanaomba kukwambia maisha magumu. Ndio kaona wanaume wengi hata kuoa. Sasa wasipooa wanaolewa wao.
Ukienda kule masaa ya saa 10, saa 6, saa 7 usiku, saa 6, saa 7 usiku, ukienda Baroda utaona wanaume wamevaa kanzu bila kofia, wamelegeza macho, mikono, miguu, kiuno, kila mahali wangoja gari yenye tentis. Yaani gari yenye tentis ni gari ambayo alondani ya gari ukuona. Wewe ule nje ndani kumuona ni kazi. Yaani gari kioo kiko weusi. Akikifungua kioo utamuona. Akifunga kioo huwezi muona. Yeye akuona mwili mzima, wewe huwezi muona. Kuna gari, kuna miwani. Yaani siku hizi kuna mambo mengi. Kuna miwani, kuna gari ambazo mtu ukivaa wewe muone yeye akuoni. Sasa wako wengi pale. Kwambia maisha ya Kenya ni magumu. Mimi napa mfano. Ikiwa Kenya rais au tajiri atakwenda mahala asapons kuwapa watu 3 billion mpira tu hapo watu 3 billion. Kenya mko milioni 47 au milioni 50 mkiwa wengi. Pesa imezidi watu, ndai kwa watu. Mwingine amekutoa mahala 50 billion. Pesa imezidi watu, ndai wa ni urongo sasa hiyo. Inchi ambazo zinaandaa hizo hapo pesa pengine pesa yako chini, pesa haina value ndio wako naandaa labda, lakini huko chakula kiko kingi na watu hawanandaa. Aibu iko Kenya. Kenya kuna aibu nyingi ya maraisi, ya viongozi, ya matajiri. Na Imam Sharawi anasema lau mahala kutakuwa kuna tajiri mmoja aweza lisha watu zaidi 1000, watu wakawa walalamika ndaa, huyu tajiri kama Muislamu apata madhambi. Huyu tajiri kama Muislamu apata madhambi. Tangu kuumba kwake mpaka kufa kwake apata madhambi. Kwa sababu gani? Kwa sababu yeye atumia haki ambayo si yake. Ndio kaona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aichukua haki yake kwa kutupa waizi au moto, kuchoma nyumba yako, kuchoma banka yako, pesa kuibiwa banka, pesa za banka zako zimeibiwa. Kwa nini zimeibiwa? Kwa sababu yeye ni bakhili, abqalun nas. Wewe ni bakhili zaidi ya watu bakhili, wewe ndio kuna pamoja bakhili. Kama abqala fa nafsihi. Mwenye kubakhili, mwenye kuwa bakhili aifanye nafsi yake. Mwenye kuwa bakhili aifanye nafsi yake. Sasa ikiwa tajiri aweza lisha watu 1000 kwa mwezi mzima, aweza walisha asitoe, basi huyu tajiri ana madhambi mwanzo mwisho. Ana madhambi mwanzo mwisho. Sababu ana uwezo pesa ile anaivuruga kwa maasiya tu. Usipotoa kwa kheri, lazima utatoa kwa maasiya. Usipotoa kwa maasiya, lazima utatoa kwa kheri. Sasa hakuna hapa ni hili au hili, ima la kheri au la shari. Na wewe ukitoa la kheri, Mungu kuzidishia. Wewe ukitoa la shari, Mungu kuangamiza. Kwa sababu wewe kuna wengine wanaumia, wewe unafanya huwaoni. Ndio maana kwa hikma ya kufunga, ili wewe hata kama tajiri, hata wewe umemiliki mabilioni 100,000,000, mabilioni 100,000 umemiliki kwa banka yako, hata wewe hisabu ati wewe zatoa zakat fitri ama zakatul mali usifunge. Lazima ufunge, utoe lazima na ufunge lazima. Na usipotoa ndio pale Mwenyezi Mungu atuma waizi kuja kukuibia. Ikukuibia ukimaliza, Sheikh mimi naibiwa, nisomea al-Badiri, na mimi nakuja kwambia nipe milioni 10 ili nisomea al-Badiri. Na tajiri akija ukimfanyia bure, ujue una madhambi. Tajiri bakhili ukimjua bakhili, akija mwalimu, tuambizane walimu, akija mpige pesa nyingi, mwambie dua yako hii hamna milioni 10 at least mimi na walimu wangu na majirani wapate kupata nao, wapate kuneemeka. Usikubali ghali sana mbele zako, mfukuze mbele zako wewe. Hakuna zaka ya tajiri mwenye pesa nyingi hata biskuti. Pesa itapeyo biskuti tamlani. Peremende tamlani. Sijui nini siti azitamlani zote. Yaani ukiwa na uwezo kutoa zaka za kisawasawa, basi toa zaka za kisawasawa. Umpe mtu zaka, kesho naye atoe. Ndio kwa Mwenyezi Mungu. Umpe mtu zaka, mwingine anasema wale ustadhi, nafaa kumpa zaka mke wangu. Imekuwaje umpe zaka mali mke wako na mko naye kwa nyumba kila siku, mwishi pamoja, mlala pamoja, mwazaa? Wewe imekuwaje? Imekuwa jambazi wewe. Ni jambazi. Kivipi jambazi? Kwa sababu mke wako ndio wa kwanza pa kula, ndio wa kwanza pa kuvaa, ndio wa kwanza pa kuneemeka. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith.
Ile neema ya kuizungumza ni mke wako ajue una pesa, mpatie furahi, watoto wako wafurahi, wavae, waneemeke, wale vizuri, washike vitumbo, wasome madarasa mazuri, shule nzuri, watembee mahali pazuri, watembee na gari nzuri, waishi mahali pazuri, yaani waende mahali kutembea pazuri. Watoto wako kwanza waneemeke, mke wako aneemeke. Ukiweza pia wewe mathalan kwa thulatha au rubaa, wengine ambao wale wanaopata waume, yani wewe neema zile zitabakae, angalau zionekane zile neema. Si wewe wasema mimi nataka kumpa mke wangu. Mke wako afaa kutoa zaka. Wewe mke wako huyo afaa kutoa zaka. Wewe mwanao afaa kutoa zaka. Kwa sababu mwanao kwa baleghe tayari huyo amebaleghe, ana hukumu zake mbali. Mtu akibaleghe ana hukumu zake mbali. Labda akiwa katika amri yako sababu uamiliki wewe, hapo mambo mengine. Lakini mtoto ana kazi zake, anajimiliki mwenyewe na ni mwanao. Wewe ana amri zake mbali, afaa kutoa zaka mwenyewe huko. Mke wako afaa kutoa zaka, wewe afaa kutoa zaka. Mwanao uliomzaa ukampa mali afanya mambo kivyake, afaa kutoa zaka kivyake huko. Na babangu anazo atatolea. La, hakuna sala hayo. Hakuna masala hayo. Ni mwanao akiwa ashajimiliki tangu kitambo yeye mwenyewe, haya atoe mwenyewe zaka yake, zaka ya mali. Zaka ya mali ni faida ya mali yako uliyochuma katika mwaka mzima. Ni mali yanayozungukiwa na mwaka tofauti. Zakatul fitri ni mambo mengine, zakatul mali ni mambo mengine. Zakatul fitri yatoa watu wote, masikini, fukara, watu wote watoa. Yaani kila alofunga lazima atoe zakatul fitri. Kila ambaye ni mtoto mdogo ako tata hadushawa mpaka kwa tamanio, yani mtoto mdogo asimu bado ni mumajiz lakini bado hajabaleghe, ni lazima atoe zakatul fitri. Mwenye kumtolea ni baba, na wewe mke waweza mpa mume zakatul fitri. Wewe mke waweza mpa zakatul fitri, lakini mume wewe toa zakatul fitri kumtolea mke wako, watolee na wanao, watolee na wale ambao uliwamiliki mkafunga Ramadhani mpaka kaisha. Lazima upige hesabu ya kilo 2.5 ikiwa ni mchele unaokula kwa kila siku, ikiwa ni unga, chochote ambacho unakula mwaka mzima kabla ya Ramadhani. Hiyo ndio hukumu ya zakatul fitri. Ukitoa baada ya Idi kuswaliwa, hukutoa umetoa chakula kawaida, hukupata thawabu za zakatul fitri. Yaitwa zakatul fitri, yaitwa zakatul mali. Yaitwa zakatul fitri, yaitwa zakatul badani, zakatul fitri au zakatul badani ndio majina yake haya. Sasa tufahamishana ili utukasema kuwa mimi sikuambiwa, mimi ningekuwa naambiwa ningetoa. Sasa ukiwa uwezo unao, toa kabla ya kuswaliwa Idi. Ikiwa uwezo huna, utatoa baada ya Idi ukipata. Lakini Mungu ajua una uwezo, Mungu ajua huna uwezo. Ukisitasita mimi sina uwezo, kumbe uwezo nao. Waweza kuuza nguo kwa nyumba yako kwenda kutoa zakatul fitri, nguo zimekujaa mpaka sasa wanapanya kwa nyumba, kisha useme sina zakatul fitri. Unayo zakatul fitri. Ikiwa una nguo kwenye kabati mpaka zaoza, uweza kuuza ukatoa zakatul fitri, unayo zakatul fitri. Ikiwa wewe kuna watu ambao wakulimia shambani walipo kila siku, kila mwaka, kila mwezi, alafu sasa sina zakatul fitri sitoi, utapata madhambi, maana sababu yako haendi popote na uwezo unao. Uwezo ni kile ambacho umekimiliki, waweza kukifanyia biashara, ukatoa zakatul fitri, ukanunua kile zakatul fitri nafaka, ukatoa kumpa mtu. Je, yafaa kuwapa watu tofauti ama mtu mmoja? Swala lingine sasa hilo. Kusema mimi nawapa, tena wewe mwenye kupewa pia uzapeana. Yaani mimi nimpe zakatul fitri, mimi nampa Sheikh Ali. Sheikh Ali azampea Mzee Bakari, Mzee Bakari akampea Sheikh Salim, Sheikh Salim akampa Mzee Ali. Yaani mkapeana inawezekana. Yaani hii moja hii nikipewa naweza kumpa huyu akapeana kwa yule akapeana kwa yule. Hiyo moja mpaka kwa 100, 200, 300, 1000. Yaani hiyo moja inaweza rotate mpaka kwa 100,000 pia. Yakubaliwa zakatul fitri namna hiyo. Sasa hakuna sababu ya kwamba wewe hauwezi kutoa zakatul fitri. Waweza kumpa mama yako yule ambaye humiliki katika mwaka. Waweza kumpa mama yako. Ikiwa humiliki, humlishi mama yako, waweza mpa. Lakini kama wamlisha utamtolea, haumpi. Namaanisha kama wamlisha mwaka mzima mamako, basi utamtolea, hauwezi kumpa zakatul fitri. Kama humlishi mamako, yeye mwenyewe jisimamia mwenyewe, basi utampa zakatul fitri. Kama wamlisha ufai, yani kama humlishi utampa zakatul fitri. Kama wamlisha wewe ufai, utamtolea zakatul fitri.
Tofauti hapo. Kama wamlisha mama na baba, wewe ndio walisha baba na mama, basi pale wewe sasa utawatolea zakatul fitri kwa watu wengine. Kama yule baba na mama wao yategemea wenyewe, wafaa kuwapa zakatul fitri. Wafaa kuwapa zakatul fitri, wanategemea wenyewe, wafaa kuwapa zakatul fitri. Yamaanisha wanategemea wenyewe mwaka mzima, wafaa kuwapa wao zakatul fitri. Tofauti mambo haya tofauti kabisa. Kuna kumiliki mtu umtolee, kuna mtu hujamiliki umpe yeye atumie, ni hivyo. Na wewe ukipewa waweza peana, yule naye akapeana, hiyo moja ikapewana mpaka kufika kwa milioni 10, hiyo ikaendelea ikaendelea. Ndio siku moja juzi, Ramadhani hii inamaliza kiswa, kuna mama amepewa zakatul fitri za watu wa Bamburi, Kembeni, Mtopanga, akapewa. Watu walipokula kwake kwa Muhindi, vipi tumekuja kupewa zakatul fitri? Mimi kuna mama fulani nishampatia dereli kwake. Fika mama akasema asikupewa mimi. Sasa tarehe leo 26 siku moja nzuri. Ramadhani leo ni ngapi leo? Sasa juzi ya tarehe 20 huko kwenye 12 huko zikachomeka hizo. Zote nyumba mzima ile pale mahala alipopewa vile vitu apewa watu akasema hakupewa. Yeye hana, basi Mwenyezi Mungu akata moto katika ile rumu yote, ikachomeka zile vitu, unga, sijui mafuta, kila tende, zote zikachomeka. Mungu akatia moto akazichoma zote, akachoma zilivyokuwa unga jivu, moto kazimika, akamaka zote zimeisha. Nyumba yote haikuchomeka, lakini ile rumu yote alojaza vile vitu ambavyo apewa watu, akasema hakupewa, akakana hakupewa. Mungu akatia moto zile vitu zikachomeka. Hiyo ni juzi sasa. Mwezi huu 12 zikachomeka zote mpaka zikaisha. Zilipoisha moto kazimika moto, basi halasi. Yeye mwenyewe kama zimeenda. Zimeenda sio. Wewe si haki yako. Mbona zuie? Haki ya watu toa. Haki yako zuia. Yaani haki ya watu kile kitu Mungu akupa kimezidi, wewe umekiweka kwa nyumba, lazima ukiweke. Mungu atakuchukua mwenyewe. Ndio hapo la ilaha illa Allah.